Ukipita TikTok sasa hivi utaona wanawake wengi ambao wanafundisha wanawake wengine. Moja nikamkuta anafundisha sema ukichitiwa na we chiti. Sasa ndio kitu kinachoendelea, lakini ukifuatilia unakuta huyu mama huyu anayefundisha wanawake wengine namna hiyo, kuna mahali kuna mwanaume amemuumiza. Kwa hiyo wanaume unakuta sasa hawaonekani kama ni baraka tena, wanaonekana kama sio watu wazuri. Sasa unaona na ndoa za siku hizi, vijana wanaingia kwenye ndoa, yani tayari ameshakutana na hao, ameshamfidi walichomfidi. Kwa hiyo anaingia kwenye ndoa amejiandaa kwa mapambano, ndio umeoa huyo. Sasa lazima tufike mahali watu wa Mungu tuambiane ukweli. Aina ya kizazi tunachokitengeneza kwa makosa tunayoyafanya sio kizazi cha watu wazuri. Kina baba mnaonisikiliza, naomba nitoe rai, usiumize mke wako, kwa sababu huyu mama akiumia, you are not the only one who is going to be affected. Watoto wako pia watakuwa affected, lakini everybody around this woman will also be affected, kwa sababu ule uchungu wake atakuwa na umimina kwa kila mtu aliyemzunguka. Wanawake siku hizi wamekuwa wakaidi, wanawake siku hizi wamekuwa wajeuri, wanawake siku hizi wamekuwa wasiosikia. Lakini tatizo lilianzia wapi? Alikutana na jasusi mmoja somewhere, akapigwa matukio, akaumizwa. Kwa hiyo wanawake wengi wanatembea kwenye survival mode, wanawake wengi wanatembea kwenye defensive mechanism. Yani kabla hujamuumiza anakuumiza wewe kwanza. Why? Because of pain. Because of pain. Lazima tufike mahali watu wa Mungu tuambiane ukweli. Aina ya kizazi tunachokitengeneza kwa makosa tunayoyafanya sio kizazi cha watu wazuri. Kina baba mnaonisikiliza, naomba nitoe rai, usiumize mke wako, kwa sababu huyu mama akiumia, you are not the only one who is going to be affected. Watoto wako pia watakuwa affected, lakini everybody around this woman will also be affected.